I'm going to speak something a bit profound today. Tuongea kitu ambacho ni cha tofauti kidogo na cha undani au cha siri kidogo. Kindly open with me Psalms 110:3. Tafadhali fungua nami kitabu cha Zaburi 110:3. 110 mstari wa 3. Yes. Zaburi 110 mstari wa 3. Biblia inasema, watu wako wanajitoa kwa hiari siku za uwezo wako kwa uzuri wa utakatifu. Tokea tumbo la asubuhi unao umande wa ujana wako. Repeat again. Zaburi 110 mstari wa 3. Watu wako wanajitoa kwa hiari siku ya uwezo wako kwa uzuri wa utakatifu. Tokea tumbo la asubuhi unao umande wa ujana wako. Hallelujah. I want to illustrate something here today. Nataka kufafanua kitu hapa leo. Most of us go to the vigil nights or the crossover nights to a new year. Wengi wetu huwa tunaenda kwenye mikesha kumaliza mwaka and to usher a new year into that night. Na kuanza mwaka mpya katika usiku huu. But there's something profound that we must understand as Christians. Lakini kuna kitu cha muhimu ambacho inabidi tuelewe sisi kama Wakristo. Everything, kila kitu or every scenario in this earth, au kila jambo katika dunia hii has a beginning. Kina mwanzo. And the thing begins from ushering things from the spirit to the physical. Na kitu kinaanzia katika ulimwengu wa roho na kudhihirika katika damu na nyama. And things are ushered from the spiritual point of view to the physical. Na vitu vinaanzia katika mtazamo wa kiroho kisha nakuja katika kuonekana. When it is coming from the night to the day. Pale ambapo inaanza usiku na kwenda mchana. And this is the secret which a lot who have not reckoned into. Na hii ndio siri ambayo wengi hapa hatuifahamu. Have been victims of what is happening. Tumekuwa wahanga wa matukio. Because if you do not know, kwa sababu kama haujui, it does not matter, you will not experience. The matter of you not knowing, kitu cha wewe kutokujua, does not evacuate you from not experiencing. Haitakufanya wewe ushindwe kukutana nacho. The meaning is, hii ina maana you being knowledgeable, ili wewe kuwa na ufahamu, you being knowledgeable, wewe kuwa na ufahamu, or you being ignorant, au wewe kutokuwa na ufahamu, you'll face the same consequence. Utakutana na matokeo yale yale. So it is much better for you to have the knowledge. Kwa ni vizuri zaidi wewe ukao na ufahamu. So as you may know how to deal with what is happening. Ili ujue namna ya kushughulika na matukio. Now, sasa, there's a part in the Bible it says, you shall not be smitten by the night and by the day. Hautapigwa na jua la mchana wala mwezi wakati wa usiku. Meaning you shall not be smitten by the moon at night. Ina maana kwamba hautapigwa na mwezi wakati wa usiku. Or the sun. Au jua. The time of the day. Kwa wakati wa mchana. This means. Hii ina maana. The Bible says. Biblia inasema. It was evening. Ilikuwa jioni. And then it was day. Ikawa mchana. Do you know that part? Unajua hiyo sehemu? This means. Ina maana things are ushered from the night. Vitu vinaanzia usiku. And then revealed in the day. Na kisha vinadhihirika mchana. This means the time of darkness. Ina maana kwamba wakati wa usiku wa giza. Those who understand this mystery. Wale ambao wanaelewa siri hii. They use the night. Wanautumia usiku. Because the night hours is the time where secrets are being kept. Kwa sababu wakati wa usiku ndio wakati ambao siri zimetunzwa huko. And then what you have used, na kile ulichokitumia, or what I can say like the application of what you have used concerning the night, matumizi yale ambayo uliyatumia wakati wa usiku, is what will bring
the results in the day. Hapo ndipo ambapo utaona matokeo wakati wa mchana. This means, hii ina maana for those who understand this mystery, kwa wale ambao wanaelewa siri hii, they take it so serious the time of night. Wanauchukulia kwa uangalifu sana wakati wa usiku. They don't take it lightly. Hawatachukulia kwa wepesi. Because the night hours, kwa sababu majira ya usiku, whatever is done at the night, chochote kinachofanyikiwa usiku, it shall indeed happen in the morning. Lazima kitokee au kidhihirike asubuhi. Now from this verse, sasa katika mstari huu, we see the psalmist. Tunamwona mtunga zaburi, the psalmist. Tunamwona mtunga zaburi bringing a profound mystery here. Analeta siri Okay, tofauti. That things are ushered from the womb of the morning. Kwamba vitu vimeonekana wakati wa tumbo la asubuhi. Meaning, the meaning here it's at night. Ina maana kwamba wakati wa usiku. And then the womb, na kisha tumbo, give birth to the day. Likazaa wakati wa mchana. Okay? Sawa. Now, sasa, this means ina maana everything is done in the night. Kila kitu kilifanyika wakati wa usiku. And then whatever is done at the night, na chochote kilichofanyika wakati wa usiku, give birth in the day. Kinazaliwa wakati wa mchana. Are we okay with this? Tuko sawa mpaka hapo? Now, sasa, the same system, mfumo huo that is of the day and the night, wa usiku na mchana, that even if you don't pray at night, hata kama uombe usiku, you shall meet the consequences of what you do not pray at night. Utakutana na matokeo ya kile ambacho ukuomba usiku. Now I'm going to give you a mystery. Nitaenda kuwapa siri. You see, a lot of people, unaona watu wengi, they always complain concerning January. Siku zote huwa wanalalamika kwa habari ya mwezi wa kwanza. They say January is a hard month. Wanasema mwezi wa kwanza ni mwezi mgumu. You know why? Unajua kwa nini? Because in December, kwa sababu wakati wa mwezi wa 12, it is the month that prepares you or ushers you into a new year. Ni mwezi ambao unakuandaa wewe kuingia katika mwaka mpya. So it creates an environment. Kwa hiyo inakuandalia mazingira of what you're going to have in the next year. Ya kile ambacho utaenda kuwa nacho mwaka unaofuata. Now, sasa, most people in December, watu wengi wakati wa mwezi wa 12, they only party. Wao huwa wanasherehekea. They only have good time. Wao wanakuwa na wakati mzuri. They do not haken. Wao hawatafuti, hawazingatii. Exactly. They do not haken. Hawazingatii on what should be done. Kwa kile ambacho kinatakiwa kifanyike. Now, when you prepare December well, kwa ukiandaa mwezi wa 12 vizuri, on the vigil night, katika ule mkesha wa kuhama mwaka, it is a night, ni usiku, that you break the veil of a new year. Unavunja vile vifungo vya mwaka unaofuata. Ni kama unavunja kile kizuizi. Unajua kitu kipya, si ndio? You know, a new thing, kitu kipya, it's always sealed. Siku zote huwa kimefungwa. Right? Si ndio? Then you break it for you to get into that thing. Kwa hiyo unakifungua ili wewe upate kilichoko ndani yake. Now the new year, kwa sasa mwaka mpya, allows you to break into the year. Unakuruhusu wewe kuingia katika mwaka mpya. But it will determine, lakini utaangalia, what you'll have in that specific year. Ni nini ambacho unacho katika mwaka huo husika. It will depend on your preparation. Itategemea na maandalizi yako of December. Wakati wa mwezi wa 12. Now when you arrive in January, kwa unapofika mwezi wa kwanza, what is being done? Kinachofanyika before January, kabla ya mwezi wa kwanza, on the crossover night, katika ule usiku wa kuvuka mwaka, when the date shifts, pale ambapo siku inahama, most Christians, Wakristo wengi, by God's grace, kwa neema ya Mungu, everyone has a word to that year. Kila mtu anakuwa na neno la mwaka huo unaofuata. Every church has a word, right? Kila kanisa linalo neno, si ndio? According to what God has given them. Kulingana na nini Mungu amewapa. Because we are on different streams. Kwa sababu tuko katika mifumo tofauti. Right? Si ndio? Now, that word, kwa hilo neno, is the same, is a different word, ni neno tofauti, but the same year.
the same year. Lakini mwaka ni mmoja. This means hii ina maana it's the same year, ni mwaka mmoja, but every denomination, kila dhehebu, every denomination, right? Kila dhehebu or every ministry au kila huduma is given the year. Inapewa mwaka. Okay? But everyone who is given a year, lakini kila aliyepewa mwaka, they are given a word, wamepewa neno specifically maalum with their stream, kulingana na mfumo wao. Are we together? Tuko pamoja. That's why we differ in words. Ndio maana tunatofautiana kwenye neno according to the stream that one is, kulingana na kila mmoja uko katika mfumo upi. Now in the crossover night, kwa hiyo katika ule mwaka usiku wa kuhama mwaka, when one is given the word, yule ambaye anapewa neno, keep in mind they have the year, weka akilini wanao mwaka, but they are given a word, lakini wamepewa neno. Now sasa the year, ule mwaka, it's a blank womb, ni tumbo ambalo lipo wazi au tumbo tupu. It's a womb, ni tumbo. Now the word, kwa hiyo neno that is ushered in the beginning of the year, ambalo linaanza katika mwaka huo mwanzoni, it is kept to that womb, kwa linawekwa katika hilo tumbo, to the particular people on that stream, kwa hao watu wahusika katika huo mfumo. Are we together? Tuko pamoja. Now, sasa on that day when the word is released, kwa katika siku hiyo ambayo neno limeachiliwa, they are given conditions, wanapewa masharti according to the stream, kulingana na mfumo wao. Now our word, kwa hiyo neno letu is you shall eat the goodness of the land, ni kwamba utakula mema ya nchi, right? Si ndio? But the condition, lakini masharti, is you should go according to God's will, lakini lazima uende sawa sana mapenzi ya Mungu. Now sasa in January, mwezi wa kwanza, it is the first month, ni mwezi wa kwanza, that the particular stream, ambao huo mfumo or a particular ministry, au huduma hiyo husika, is supposed to be able to incubate the word, inatakiwa iatamie hilo neno, so as to make sure the coming months, ili kuhakikisha kwamba mwezi unaokuja will bring forth the word that was released in the particular year. Utatoa matokeo ya neno ambao wamepewa katika mwaka husika. That's why you find a lot of ministries. Na ndio maana utakuta huduma nyingi in January, katika mwezi wa kwanza, they fast and pray, wanafunga na kuomba, because whenever a seed is released, kwa sababu popote ambapo mbegu inaachiliwa, the devil also tries to come and plant something else. Ibilisi naye anajaribu kuingia na kupanda kitu kingine. So when I fast and pray, kwa ninapofunga na kuomba, when we meet like this and when we gather together like this, tunapokutana kwa pamoja kama hivi and pray na kuomba, the meaning is, ina maana kwamba I am incubating the word that I have received in my stream. Ninaatamia neno nililolipokea katika mfumo wangu. So as when the devil tries to keep or to plant tares, kwamba pale ambapo Ibilisi anajaribu kupanda magugu, he is not able. Hataweza. You know why? Unajua kwa because nini? I am watching the word that I am given in my womb. Kwa sababu mimi niko makini naangalia ile neno nilopewa katika tumbo langu. So the month of January, kwa hiyo mwezi wa kwanza, it is hard to many, ni mgumu kwa wengi, because it is the time where the devil plants tares in their word. Kwa sababu ni wakati ambao Ibilisi anapanda magugu katika neno lao. So the month becomes very hard, kwa hiyo mwezi unakuwa mgumu, because the seed, kwa sababu mbegu and the tares na magugu are struggling, vinahangaika au vinapambana. And the problem is, na tatizo, the tares is always stronger than the seed. Magugu siku zote huwa yanakuwa yana nguvu kuliko mbegu. That's why you need prayer. Na ndio maana unahitaji maombi. That's why people need fasting. Na ndio maana tunahitajika kufunga. You fail this month, ukishindwa mwezi huu, you'll struggle the whole year. Utahangaika mwaka mzima. Am I talking to someone? Ninaongea na mtu. So you come in
giving yourself into this year fasting and praying. Kwa kujitoa wewe katika kuomba na kufunga. It is not by mistake. Sio kwa bahati mbaya. It's not just a schedule. Sio kwamba ni ratiba. No. It is divine. Ni ya kiungu. It is spiritual. Ni ya kiroho. So this means ina maana January. Mwezi wa kwanza. That's why you can see a lot of who is born in January here? Wangapi wamezaliwa mwezi wa kwanza? Now for you to understand, ili wewe uelewe, most of people who are born in January, wengi waliozaliwa mwezi wa kwanza, they're very good. Ni watu wazuri. But when you miss it, lakini ukiwakosea, your life is always messed up. Maisha yao pia huwa yanavurugika. You find most of Januarians, ukiwakuta wazaliwa mwezi wa kwanza, their life is always mixed up. Maisha yao wengi huwa ni mabaya au mabovu. You know why? Unajua kwa nini? Because it is one of the months that the devil fights the seed. Kwa sababu ni mwezi ambao ibilisi anapambana na mbegu. You miss it on January, ukikosea mwezi wa kwanza, you just need the grace. Unahitaji neema. People only celebrate, oh, this is my year, this is my year. Wengi wanasherehekea, huu ni mwaka wangu, ni mwaka wangu. But they do not know. Lakini hawafahamu. The seed is just the beginning. Ile mbegu ni mwanzo tu. You must be able to protect the seed. Lazima uwe na uwezo wa kuilinda hiyo mbegu. So you've been here, it is not by mistake. Kwa wewe kuwa hapa sio kwa bahati mbaya. Thank God you are here. Mshukuru Mungu kwamba uko hapa. Tell your neighbor, mwambie jirani yako, I thank God I'm here. Namshukuru Mungu mimi kuwa hapa. Tell the other neighbor, I'm thankful that I'm here. Mwambie jirani mwingine, namshukuru Mungu kuwa hapa. Tell another one, I'm thankful to be here. Mwambie mwingine, nashukuru Mungu kuwa hapa. So when you understand January, kwa hiyo sasa ukielewa mwezi wa kwanza, you shall never take it for granted. Haitakuwa bure. You shall never take it for granted. Hautachukulia kwa urahisi au wepesi. Pray like no man's business. Omba kuliko siku zingine zote. Force yourself to fast. Jilazimishe kufunga. Because it is a month, kwa sababu ni mwezi, which you set yourself into the spiritual realm. Ambao unajiweka sawasawa katika ulimwengu wa roho. You're setting a mark. Unaweka alama of who you are going to be in the whole year. Kwamba wewe utaenda kuwa nani katika mwaka mzima. Amen. 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 So the word of the year, kwa hiyo neno la mwaka, it is incubated in January. Linaatamiwa mwezi wa kwanza. So this means, ina maana the month of January, mwezi wa kwanza, it is the womb of the year. Ni tumbo la mwaka. So take it serious. Kwa hiyo ichukulie kwa umakini. Wake up at night, pray. Amka usiku, omba. Pray with your kids. Omba na watoto wako. Pray with your husband. Omba na mumeo. Pray with your wife. Omba na mkeo. Pray with your family. Omba na familia yako. This is one of the months that you're supposed to be in a family unit. Huu ni mwezi ambao unatakiwa muwe katika umoja wa familia. Because what you create or what you form in the beginning of the year, kwa sababu kile unachokitengeneza katika mwanzo wa mwaka, is what will show up in the coming month. Hicho ndicho kitakachoonekana mwezi unaofuata. So even if you have evening glories, hata kama mkiwa na zile ibada za jioni, wake up your children. Amsha watoto wako. Come on, mommy, I'm tired. Njoo hata kama sema mama. Force the child, come on. Lazimisha mtoto aje. Because you are making the roots of the seed. Kwa sababu unatengeneza mizizi ya ile mbegu to go deeper. Kwenda chini zaidi. So whenever the storms start coming, kwa hiyo pale ambapo dhoruba zinaanza kuja, maybe on June, labda katika mwezi wa 6, maybe on July, au mwezi wa 7, your roots are so deep, mizizi yako imeenda chini that sana, you cannot be shaken, kwamba we hautaweza kutikisika. I'm telling you this, nakwambia wewe hili because kwa sababu use this month well. Utumie mwezi huu vizuri. Your preparation maandalizi yako will determine
yatategemea, will determine, yataamua your sustainability. Uimara wako au kuhimiri kwako. The storms are coming. Dhoruba zinakuja. The storms are coming. Dhoruba inakuja. Let's be prepared. Kujiandae. This is the month that God has given us. Huu ni mwezi ambao Mungu ametupa. Let's use it wisely. Wacha tuutumie kwa umakini. Amen. Do not be afraid. Usiogope. Hallelujah. 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 So brood in this month very well. Atamia. Brood. Atamia. In this month very well. Katika huu mwezi vizuri. Amen. 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 Now, sasa I'm going to share something a bit profound again. Nitaenda kuwashirikisha na nyie kitu kingine. Open with me Matthew 6:33. Tufungue katika kile kitabu cha Mathayo 33. Mathayo 6:33. Yes. Biblia inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Again. Mathayo 6:33. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Okay, now hold on there. Shikilia hapo. And go back to Psalms. Turudi katika Zaburi 45. Zaburi 45. Verse 7. Zaburi 45 mstari wa 7. Umeipenda haki, umeichukia dhuluma. Kwa hiyo Mungu wako amekupaka mafuta ya furaha kuliko wenzako. You see here he's saying you have loved righteousness. Hapa anasema umeipenda haki. You get it? Umeipata. Someone will say, okay, this is just the Old Testament. Mtu anasema hili ni agano la kale. Open Hebrews 1:9. Tufungulie Waebrania 1:9. 1:9. Yes. Waebrania 1:9. Umeipenda haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzako. Repeat again. Waebrania 1:9. Umeipenda haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzio. Now I'm going to break this thing very well. You see in Hebrews 1:9 and Psalms 45:7. Hapa unaona katika Waebrania 1:9 na Zaburi 45:7. It all speaks of righteousness. Yote vinaongelea kwa habari ya haki. And then after righteousness, na baada ya haki, it tells you you've been anointed. Inasema kwamba umepakwa mafuta. The oil of gladness. Mafuta ya furaha. Right? Si ndio? The oil of joy. Mafuta ya furaha. Okay? But when we come to Matthew 6:33, lakini ukija katika Mathayo 6:33, it tells us seek first the kingdom of God and his righteousness. Anasema kwanza utafuteni kwanza ufalme wangu na haki yangu. Now most of us, sasa wengi wetu, and then it says and the rest shall be added unto you. Na mengine yote yatazidishwa kwako. Are we okay? Tuko sawa? Now, sasa most of us Christians, wengi wetu wa Kristo, we only end in seeking the kingdom. Tunaishia katika kutafuta ufalme. Because the kingdom is only the salvation part. Kwa sababu kwenye ufalme ni sehemu ya wokovu. When he says seek ye first the kingdom of God, anaposema utafute kwanza ufalme wa Mungu and na righteousness, haki, these are two distinct things. Hivi ni vitu tofauti. Okay? So one is the kingdom, moja ni ufalme, and the second, na ya pili, it is the righteousness. Ni haki. This means ina maana the kingdom, ufalme, you enter via salvation. Unaingia kupitia wokovu. But enjoying the kingdom, kufaidi ufalme, it depends, itategemea with the righteousness. Na haki.
So you have received the kingdom Sawa, umeupokea ufalme through salvation. kupitia wokovu. But most of us Lakini wengi wetu are not enjoying hatufurahii what the kingdom brings kile ambacho ufalme unaleta, because we have isolated the another part, kwa sababu tumeachana na hii sehemu nyingine, which is the righteousness. ambayo ni haki. The two Hivi viwili is what sparkles the rest to follow you. ndivyo vinavyoruhusu vingine vikufuate. Not one. Sio moja. It is the two. Ni viwili. Why the two? Kwa nini viwili? It signifies the witness. Vinaashiria mashahidi. Exactly. Inaita ushahidi kwamba huyu amepokea wokovu pamoja na haki. So I am in the kingdom. Kwa hiyo niko ndani ya ufalme. But I also hold the attributes that allows me to enjoy the kingdom. Lakini pia ninacho kitu ambacho nimekishikilia cha mimi kufurahia ufalme. People are not enjoying the kingdom. Wengi hawafurahii ufalme despite being in the kingdom. Hata kama wako katika ufalme. Because they do not carry the righteousness. Kwa sababu hawajaibeba haki. The righteousness is the cord of allowing things, the other things to come to you. Haki ni kitu ambacho kinaruhusu vitu vingine vikufuate. You coming to church. Wewe kuja kanisani. You praying. Wewe kuomba. You fasting. Wewe kufunga. Giving. Kutoa. That is salvation. Huo ni wokovu. But righteousness. Lakini haki is hating sin. Ni kuchukia dhambi. Hating injustice. Kuchukia dhuluma. Iniquity not being found in you. Uovu usionekane kwako. Then these are the attributes. Hivi ni vitu that allows you vinavyokuruhusu wewe to enjoy, kufurahia what the kingdom brings. Kile ambacho ufalme unaleta. Now people have been asking themselves. Watu wamekuwa wakijiuliza. I'm fasting. Ninaomba. I'm praying. Ninafunga na kuomba. I come to church. Ninakuja kanisani. But why are things not going? Lakini kwani vitu haviendi? There's no righteousness. Hakuna haki. You can find someone who is a prayer warrior. Unaweza kukutana hapa na mwana maombi. But still lakini holds grudges. Ana vinyongo. That's not righteousness. Hiyo sio haki. Because it says you must be justice. Anasema lazima uwe na haki. Someone has already asked for forgiveness. Ameshaomba msamaha. But you say no, I can't forgive you. Lakini unasema hapana, siwezi kukusamehe. Even if you are fasting and praying. Hata kama unafunga. Even if you are in the kingdom. Hata kama upo katika ufalme. You can't enjoy what the kingdom brings. Kile ambacho ufalme unaleta. Righteousness. Haki. It's not about you. Sio kuhusu wewe. It's about the one who brought you to the kingdom. Ni kwa yule ambaye amekuleta wewe katika ufalme. It is about the one who brought you to the kingdom. Ni kwa habari ya yule aliyekuleta wewe katika ufalme. It's about living a Jesus life character. Ni kwa ajili ya kuishi tabia ya Yesu. You come to church, yes. Unakuja kanisani ndio. You come very early at church. Unawahi ndio. But still, lakini bado you have not forgiven your husband. Haujamsamehe mume. You have not forgiven your wife. Haujamsamehe mkeo. You have not forgiven your boss. Haujamsamehe mkuu wako wa kazi. You have tons of grudges. Una mzigo wa vinyongo. You backbite. Unasengenya. You are the top notch backbiter. Yaani wewe ni msengenyaji mzuri. You hold A class. Alama ya juu ya A. Yaani katika kusengenya you are the best. Wakati msengenyaji mzuri hapa, like tafuta fulani. Yule ndo yani vyeti vimeachiliwa kwa ajili yake. Yaani he's a certified backbiter. Yeye ameshatunukiwa vyeti vya kusengenyaji. But still, lakini bado when he prays, akiomba, when the person prays, huyu mtu akiomba, everyone is shaken. Kila mmoja anatetemeka because of the power. Kwa sababu ya nguvu. But the power, lakini nguvu does not stay with the person. Haikai na mtu. The power only goes through the person. Nguvu inapita kwake. That's why you can find someone when he prays to you. Ndio maana utakuta mtu anakuombea. Things happen. Vitu vinatokea. But things are not happen to the person who is praying. Lakini vitu havitokei kwa huyo mtu anayekuombea. You know why? Unajua kwa nini? There's no righteousness. Hakuna haki. Despite. Na ingawa is in the kingdom. Yupo katika ufalme. That's why
Papa told us. Na ndio maana baba alituambia, Love what God loves. Penda kile Mungu anapenda. God loves us to love. Mungu anapenda sisi kupenda. And love na pendo does not count. Halihesabu. Oh, I've forgiven him too much. Kwamba nimekusamehe sana. Love does not count. Pendo halihesabu. Corinthians 13:13. Corinthians 13 verse 1. Haihesabu kitu, haiusudu, haihesabu makosa, haitakabali. That's righteousness. Hiyo ndo haki. Hallelujah. Tell your neighbor. Mwambie jirani yako. Move to another step. Ingia katika hatua nyingine. Get into righteousness. Ingia katika haki. You are in the kingdom, yes. Upo kwenye ufalme, ndio. It is time to activate. Ni wakati wa kuuisha righteousness. Haki. Are you ready for that? Uko tayari kwa hilo? Are you ready for that? Uko tayari kwa hilo? Who is ready for that? Nani ambaye uko tayari kwa hilo? Who is ready for that? Nani uko tayari kwa hilo? Now I'll just break it very quick. Kwa nitaivunja kwa haraka. The kingdom. Ufalme. Okay, before that is when you read. Kabla ya hiyo ukisoma. The Bible says in Isaiah 1:19. Katika kitabu cha Isaya 1:19. If you're willing and obedient, you shall eat the goodness of the land. Ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. So this means, ina maana the willing, kukubali, is the salvation. Ni wokovu. Is the kingdom part. Hiyo ni upande wa ufalme. That's why you are here. Na ndio maana uko hapa. I've willed. Nimekubali. That's why I'm here. Na ndio maana niko. But the righteousness part, lakini upande wa haki, is the obedience part. Ni kutii. Adamu wa kwanza. But when I die, lakini ninapokufa, they see the second Adam. Wanamuona Adamu wa pili. The first Adam. Adamu wa kwanza. When the earth sees the first Adam, ardhi inapomwona Adamu wa kwanza, which is you, ambaye ni wewe, without death, bila kifo. when they see the first Adam, wanapomwona Adamu wa kwanza, the earth does not respond in goodness. Ardhi haitiki katika mema. It responds inaitika in harshness. Katika ugumu au mabaya. Because they see sin. Kwa sababu inaona dhambi. They see iniquity. Inaona uovu. They see injustice. Inaona dhuluma. So the earth, kwa hiyo nchi, brings back the same. Inatoa kile kinachoona. But when they see the second Adam, lakini napomwona Adamu wa pili, through death, kupitia kifo, because you must die, kwa sababu ni lazima ufe, on the first Adam, Adamu wa kwanza, for the second Adam, ili Adamu wa pili, who is Christ Jesus, Yesu, to start living. aanze kuishi. So when they see Christ Jesus, kwa napomwona Yesu Kristo in flesh, katika hali ya damu na I have died, nimekufa, but Christ is living, lakini Kristo anaishi, is when whatever I speak, hapo ndipo ambapo chochote ninachoongea, the earth responds. Ardhi inaitika. So when I see money come, kwa ninapoona pesa inakuja, when I say money come, naposema pesa njoo, the money comes. pesa inakuja. When I say I'll bear good children, naposema kwamba nitabeba watoto wazuri, I'll bear good children, nitazaa watoto wazuri, I give birth to good children. Nitazaa watoto wazuri. When I say my husband shall align, naposema kwamba mume wangu atakaa sawa sawa, the husband will align. Mume atakaa sawa sawa. When I say my wife shall align, naposema mke wangu atakaa my sawa wife shall align. Mke wangu atakaa If I say sawa my sawa. children should align, naposema watoto wangu wakae sawa, then it becomes so. Inakuwa hivyo. When I say I'll not fail, naposema mimi sitashindwa, it becomes so. Inakuwa hivyo. You know why? Unajua kwa nini? Because I have activated the lordship called via my death. Kwa sababu nimeamsha ule ubwana kupitia kifo. And it's not me again who is living, na sio mimi tena ninaishi, but Christ. Bali Kristo. That's why in Colossians 1, na ndio maana katika Wakolosai 1, it says, inasema, Christ in me the hope of glory. Kristo ndani yangu. Christ in me the hope of glory. Kristo ndani yangu tumaini la utukufu. And that's when na hapo ndipo the scripture comes alive. Maandiko yanakuwa hai. I shall move from glory nitatoka utukufu kwenda utukufu. Because when Christ is in me, kwa sababu Kristo akiwa ndani yangu,
I walk from glory ninatembea to glory. utukufu kwenda Glory utukufu to glory. kwenda utukufu. And that's what's going to happen to you this year. Na hili chondesho kutokea kwako. You shall be moving from glory to glory. Utaenda utukufu hadi utukufu. Because you have allowed to die. Kwa sababu umekubali kufa. For Christ to live. Ili Kristo aishi. Please do not die half. Tafadhali usife nusu. Because when you die half, kwa sababu ukifa nusu, you shall also receive half. Utapokea nusu. If you want the whole package, kama unataka package nzima, then die wholly. Basi kufa mzima. Don't choose the sides to die. Usichague upande wa kufa. Die on all places. Kufa sehemu zote. For Christ to be seen in all phases of your life. Ili Kristo aonekane katika maisha yako yote. Are you ready? Uko tayari? Are you ready? Uko tayari? Then stand on your feet. Simama kwa miguu yako. Before I go far, before we pray, kabla tujaomba, I want to conclude like this. Nataka kumalizia kama hivi. God, Mungu is so wonderful. Ni mwema sana. I want to give you just a nugget. Nataka nikupe kitu hapa. Are you ready? Uko tayari? Are you really ready? Ni kweli uko tayari? We are given 3 words. Tumepewa maneno matatu this year. Mwaka huu. First, la kwanza is Jehovah Jireh. Ni Mungu mpaji. Second, la pili, Shalom. And the third, na la tatu, Ephata. Let me break it for you so quick. Wacha nivunje kwa haraka. God, Mungu, He's the Alpha, yeye ni mwanzo and the Omega. Na mwisho. That is Jesus. Huyo ni Yesu. He's the Alpha, yeye ni mwanzo and the Omega. Na ni mwisho. Meaning we are in Him. Ina maana kwamba sisi tuko ndani yake. He's our beginning. Yeye ni mwanzo wetu. He's our end. Na ni mwisho wetu. But guess what? Lakini unadhani we are not told what happens in between. Hatujaambiwa ambacho kinatokea hapa katikati. But we are already told He's our beginning. Lakini tayari tumeshaambiwa yeye ni mwanzo wetu. That's why when you get saved, na ndio maana ukiokoka, life is good. Maisha ni mazuri. Because He's the beginning. Kwa sababu yeye ni mwanzo. And even on our last days, na hata katika siku zetu za mwisho, He says the latter glory is going to be glorious than the beginning. Anasema utukufu wa mwisho ni mkuu kuliko ule wa mwanzo. Because He's the Omega. Kwa sababu yeye ni mwisho. But we do not know what happens in the middle. Lakini hatujui kinachotokea hapa katikati. Now I introduce you the dimensions of God. Ninaleta kwako kiwango cha Mungu. Viwango vya Mungu. This is where Jehovah's. Na hapa ndipo Mungu. Hapa ndio Mayehova wanapotambulishwa. Because when He's the beginning and when He's the end. Kwa sababu yeye kama ni mwanzo na ni mwisho. What encapsulates you here, kinachokutunza wewe hapa, is the dimensions of God. Ni viwango vya Mungu. So whenever you feel you are lacking something, kwa kama unapohisi unakosa kitu, He shows like Jehovah Jireh. Yeye anatokea kama Mungu mpaji. Whenever things are not well, kama vitu haviko vizuri, He opens like Jehovah Shalom. Anatokea kama Mungu wa amani. Whenever things are trying to close, vitu vikijaribu kufunga, He shows like Ephata. Anatokea kama Ephata. So this year, kwa huu mwaka, whatever thing that tries to hold you down, vitu vinavyojaribu kushusha chini, you break like Ephata. Unavunja kama Ephata. Whenever things are trying to pull you down, vitu vinavyojaribu kushusha chini, to drain your peace, kuharibu amani yako. Because peace, kwa sababu amani, is what bridges the two realms. Ndio inaunganisha hizi ulimwengu mbili. The spiritual realm, ulimwengu wa roho, and the physical realm. Na ulimwengu wa damu na nyama. What bridges the two realms, kinachounganisha hizi ulimwengu mbili, is peace. Ni amani. Because He says, when I'm in righteousness, kwa sababu anasema napokuwa mwenye I shall eat the goodness of the land. Nitakula mema ya nchi. But when He doesn't want me to eat the goodness of the land, anapokataa mimi nisile mema ya nchi, He tries to detonate my peace. Maana anajaribu kuharibu amani yangu. But when the devil tries to detonate my peace, lakini vinapojaribu kuharibu amani, Jehovah Shalom shows up. Mungu wa amani anaonekana. Iko hivi, labda nikwambie kwa haraka. When you break things, unapovunja vitu through Ephata, kupitia Ephata, some chaos might happen. Kuna vurugu zinatokea. Words might rise. Maneno yanainuka. Abusiveness will rise. Matusi yanainuka.
you kind of feel intimidated. Unaanza kuhisi kuogopa. Maybe I did not do it right. Labda sijafanya sawa sawa. And your peace will try to go down. Na amani yako inashuka. And then Jehovah Shalom shows up. Na hapo Mungu wa amani anaonekana. He says, peace be unto you, my son. Amani iwe juu yako. Peace be unto you, my daughter. Amani na iwe juu yako. And then when you think things are like that. Na unapoona vitu vipo kama hivyo. Because people will pull out. Kwa sababu watu wamekuvuta nje. People will pull out. Watu wataacha kukusaidia. People will start not helping you again. Watu wataacha kukusaidia. Will say, okay, let's see now. Watasema wacha tuone sasa. Let's see how far you will go. Tutaona utaenda umbali gani. We are not going to take your children again. Hatutaenda kusomesha watoto wako. We are not going to provide for you again. Hatutaenda kukuzingatia tena. We are not going to give you any good tenders again. Hatutaenda kupa wewe tenda tena. And then guess what? Na unadhani ni nini? Jehovah Jireh shows up. Mungu mpaji. Hi, God my provider. Mungu mpaji. So you will break things. Wewe utavunja vitu. You will have peace. Utakuwa na amani. And you will be provided. Na utapewa. Those are the 3 words. Hayo ni maneno matatu of this year. Ya huu mwaka. So do not be afraid to break things. Kwa hiyo usiogope kuvunja vitu. Because peace will be restored. Kwa sababu amani itarejeshwa. And things will be provided. Na vitu utapewa. Hey, because of time. Kwa sababu ya muda. Let's end here. Wacha tuishie hapa. Let's end here. Wacha tuishie hapa. Say, Lord Jesus. Sema Bwana Yesu. Thank you. Asante. Thank you. Asante. Thank you. Asante. I have understood. Nimeelewa. This is my year. Huu ni mwaka wangu. And this January. Na huu mwezi wa kwanza. Is my month of incubating the word. Ni mwezi wangu wa kuatamia neno langu. That I shall eat the goodness of the land. Ya kwamba nitakula mema ya nchi. Indeed, I shall incubate this word. Kwa hakika ninaatamia hili neno. My mind, akili yangu, my heart, moyo wangu, know this. tambua hili. Laziness, uvivu, laziness, uvivu, I speak to you. Ninaongea na wewe. Get out of me. Toka nje. Get out. Toka nje. Get out. Toka nje. From now henceforth, kuanzia saa hii na kuendelea, I will hearken to this. Nitazingatia hili. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Righteousness, haki, clothe me. Nivae. Clothe me. Nivae. Clothe me. Nivae. Do not get out of my body again. Usitoke katika mwili wangu tena. Don't get out of my soul again. Usitoke katika nafsi yangu tena. You and I are embedded. Mimi na wewe tumeunganishwa. From now henceforth. Kuanzia sasa hivi na kuendelea. Because of this. Na kwa sababu ya hili. Sin. Dhambi. Iniquity. Uovu. Injustice. Dhuluma. You are no longer part of me. Wewe sio sehemu yangu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Lord Jesus. Bwana Yesu. Thank you. Asante. For being Alpha. Kuwa mwanzo wangu. And for being my Omega. Na kuwa mwisho wangu. And thank you. Na asante. For the 3 words. Kwa ajili ya maneno matatu. That you have allowed me to walk with this year. Ambao umeniruhusu mimi kutembea nao mwaka huu. Thank you for the word of Jehovah Jireh. Asante kwa neno la Mungu mpaji. Thank you. Asante. Thank you. Asante. Thank you for Jehovah Shalom. Asante kwa ajili ya Mungu wa amani. And thank you for Ephata. Na asante kwa Ephata. Thank you. Asante. I give you the glory and the honor. Ninakupa utukufu na heshima. And what I have understood today. Na kile nilichoelewa leo. Everything that I have understood today. Kila kitu nilichoelewa leo. I seal it. Ninakiwekea muhuri. And everything that I have decreed. Na kila kitu nilichokiri. Everything that I have decreed. Kila kitu nilichotangaza.
Everything that I've declared. Na kila kitu nilichokiri. Everything that I have spoken. Kila kitu nilichosema. I seal it. Ninawekea muhuri. By the blood of Jesus Christ. Kwa damu ya Yesu Kristo. And in the name of Jesus Christ. Na katika jina la Yesu Kristo. In faith. Katika imani. In trust. Katika uaminifu. And in faith. Na katika kweli. In faith. Katika imani. In faith. Katika imani. In faith. Katika imani. In trust. Katika uaminifu. In faith. Katika imani. In trust. Katika uaminifu. In faith. In trust. And in truth. Na katika kweli. And in truth. Na katika kweli. And in truth. Na katika kweli. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Say thank you, Jesus. Sema asante Yesu.